Tunapita hapa karibu na wanasoko wenyewe ambao wanamkaribisha kwa vifijo na nderemo. Sawa. Achunga sana. Haya, Kagio tuko tayari. Kagio hoye. Wapi makofi ya Mheshimiwa Rais Kagio? Karibu. Mheshimiwa Rais Kagio. Kirinyaga inakupenda, wamekusubiri sana Mheshimiwa Rais. Wapi vigelegele? Basi wananchi wa Kagio hamjambo. Wananchi wa Kagio hamjambo. Kagio moriega. Mwadhani ya gosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie wale hivi watu wa Kagio nione. Hey. Kwanza watu wa Kagio, mimi nataka niwaambie pole sana, nimechelewa kidogo. Lakini sijachelewa kwa kulala. Kazi ndio mingi. Si ndio? Na mimi nimekuja hapa leo Kirinyaga kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimaliza uchaguzi kazi ndio inaendelea. Sisi tulikubaliana hivyo jameni. Leo nimekuja hapa mambo matatu ya muhimu hapa Kirinyaga. Kwanza nimekuja hapa Ahiti Ndomba hapa kwa sababu pale tumejenga na tumeweka pesa ya serikali milioni 600 ili tupate mbegu ya ng'ombe na tupate mbegu ya mbuzi, kwa sababu kilimo ni ya muhimu. Ni kweli ama si kweli? Simuliniambia tusimamie kilimo vizuri. Mulisema nipange mambo ya kahawa ikae sawa sawa, na chai ikae sawa sawa, na maziwa ikae sawa sawa, ili tuweze kupata maziwa ya sawa sawa. Lazima tuwe na mbegu, na ndio tumeweka pale facility ya artificial insemination ambayo itatusaidia kwa mbegu ya ng'ombe ya maziwa na mbegu ya ng'ombe ya nyama. Tumekubaliana? Na hii facility iko hapa Kirinyaga. Ni facility ya aina ya kipekee ndani ya East and Central Africa, kwa sababu it is the best facility that has been put up by government in this region to make sure that we have the right breed of milk cows and beef cows so that we can enhance the returns of our farmers. Tumekubaliana jameni? Vile vile nimekuja hapa Kirinyaga kwa sababu mliniambia ati mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna vyoo na mahali kuna cold room. Ndio biashara ya mama mboga na biashara ya kilimo iweze kusonga mbele. Sikizeni watu wa Kagio, sikizeni watu wa Kirinyaga. Mimi nimekuja kuanzisha soko hapa ya milioni 310. Hii soko itakuwa na ghorofa 2. Na mimi nataka nimwambie Alice Wahome,
Huyu Alice Wahome ndio waziri wangu wa mambo ya kunipangia soko na mambo ya ardhi. Nataka nimwambie Alice ya kwamba mimi niko tayari kuongeza milioni ingine 70 ndio tuweze kujenga another floor ili tuwe pale na ICT hub. Vijana wa hapa waweze kwenda kufanya ICT hub hapo, waendelee na kibarua, waendelee na digital jobs, kila kijana aweze kujisimamia. Nyinyi watu hapa mko tayari? Niongeze hapo ICT hub juu ya hiyo soko. Wala wanasema tuongeze ICT hub, nione kwa mkono basi. Imepitishwa na public participation ya wananchi. Sasa itajengwa another floor, nitaongeza pesa milioni 70 tumalize hiyo soko yenu. Tunakubaliana? Na sio soko peke yake ya Kakio tunajenga. Soko tunajenga Mukarara. Soko ingine tunajenga Kutus. Soko ingine tunajenga Kianyaga. Soko ingine tunajenga Kibingoti. Soko ingine tunajenga Kembimbi. Tunamaliyo? Ile soko tunajenga mpya hapa Kirinyaga kama hii ni soko 7. Na tukipangana vizuri, baada ya mwaka moja nikiona kuna mahali ingine naweza kujenga soko, nataka kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wa hapa Kirinyaga wakitoa mazao yao shambani wawe na soko, na hiyo soko iwe na cold room, alafu mazao yetu isiharibike. Hata kama ni nyanya, hata kama ni mboga, tuwe na cold room ambayo itasaidia kureduce ile inaitwa post harvest losses, ili wakulima wetu waweze kupata mapato zaidi. Watu wa Kagio tunaelewana jamani? Mimi nimekuja hapa kazi ya 3. Mulinieleza ya kwamba bado tuko na nyumba nyingi haijapata stima hapa Kirinyaga. Ni kweli ama si kweli? Na leo nimefika hapa kuanzisha ya kuunganisha watu 6,200 kwa huduma ya stima hapa Kirinyaga, na tumekubaliana hiyo kazi imalizike kabla ya Novemba mwaka huu. Tumekuwa tumewakisha stima sehemu hii. Watu wa Kirinyaga tunaelewana jamani? Kirinyaga tunaelewana? Tuunganishe stima, tuweke mwangaza, tuondoe giza, ndio shetani ahame. Ama namna gani? Tunajua shetani anapenda mahali iko giza. Tuko pamoja? Na mimi ninataka waziri yuko hapa, Bwana Opiyo Wandayi. Wewe bwana waziri, mimi nataka ninakuamurisha sasa ya kwamba hiyo milioni 500 tumepatia hawa watu. Mimi nataka tuwaongezee katika ile program nimekuambia ninapanga hapo mbele. Mimi nataka watu wa Kirinyaga tuwaongezee milioni nyingine 400 ndio tuhakikisha kwamba watu zaidi ya 11,000 wanapata stima katika sehemu hii. Kirinyaga hoye! Kirinyaga hoye! Kirinyaga hoye! Vile vile mimi nilikuja hapa Sagana. Sawa sawa? Tuko kwa Kenya mzima. Tuko na special economic zone 5 ambayo serikali inajenga. Moja iko hapa Sagana. Tayari tumeweka milioni 500 hapa. Na nimeambia Bwana Hinga na Alice Wahome pale Sagana, nataka waende wajenge nyumba ya affordable housing 2,000 ya watu wa hapa Kirinyaga, na wale watu watakao kuja kufanya kazi hapo special economic zone, kwa sababu hapa tunataka kutengeneza viwanda kubwa ili uchumi wa Kirinyaga na uchumi wa Kenya ipige hatua ya kwenda mbele. Ninyi watu wa Kirinyaga tunakubaliana my friends? Lego kana tigwo. Tunaelewana? Wacha niseme hivi. Kuna kazi nyinyi mlinipatia. Sikura zenu ndio ilifanya nimekawa rais. Simu nilipatia kazi. Mkaniambia nisomeshe watoto wetu. Niweke CBC laini. Niajiri walimu zaidi. Sasa mimi niko na report. Kwa hiyo kazi ya masomo, mimi nilitengeneza jopo ikaweka new funding model. Ikaniambia kwamba tuajiri walimu zaidi. Mimi nimeajiri walimu in 2 years. Nimeajiri walimu 76,000 ambao wanasaidia kusomesha watoto wetu. Kwa sababu nia yangu ni kuhakikisha hakuna mtoto wa Kenya anakosa masomo. Ya pili, tumesema tunaweka new funding model ambayo itasaidia universities zetu na TVET zetu. Universities karibu 23 ilikuwa inakaribia kufungwa kwa sababu ya bankruptcy.
Sasa kwa sababu ya new funding model, na hiyo new funding model nimesema watoto kutoka jamii maskini walipiwe 95% bursary, wale wanaenda university, ndio watoto wa Kenya wote wapate nafasi ya kusoma. Watu wa hapa Kirinyaga tunaelewana my friend? Tuko pamoja? Niambia niende nisimamie kilimo. Bei ya mbolea, bei ya kahawa, bei ya mbolea ya kahawa, bei ya mbolea ya majani chai na bei ya mbolea zile zingine zote zilikuwa kati ya 5,000 na 7,000. Lakini sasa bei ya mbolea ya chai ni 2,500. Bei ya mbolea ya mahindi na kahawa na hiyo ingine yote ni 2,500. Na nimesema kuanzia mwaka huu hata ile chemicals nyinyi mnatumia kwa kulima wa kahawa, pia hiyo tutaweka pesa ya serikali to subsidize ikuje chini, ndio wakulima waweze kupata mapato zaidi na tuweze kuzalisha mambo ya kilimo zaidi katika taifa letu la Kenya. Kweli ama si kweli my friend? Wacha niwaulize, si nyinyi watu wa Kirinyaga hapa nyinyi wakulima wa kahawa? Ni kweli ama si kweli? Nyinyi ni wakulima wa kahawa? 2022 bei ya kahawa ilikuwa kwa kilo moja 40, 50, 60. Ni kweli ama si kweli? Mwaka huu bei ya kahawa imeongezeka. Factories inalipa kutoka shilingi 100, 120, 130. Kampuni ile factory mzuri inalipa karibu 140. Ni kweli ama si kweli? Na ni kwa sababu mimi niliwaeleza ya kwamba hii kilimo ya kahawa, ukora ambayo yuko ndani, matapeli ambao wako ndani, cartel wako ndani, ati mtu mmoja yeye ni mkulima, yeye hako na leseni ya milling, yeye hako na leseni ya broker, yeye hako na leseni ya Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja hako na leseni 4. Ndiye anachukua kahawa ya mkulima, anapigisha kona, anafanya milling, anasema grade iko chini, anafika hapo mbele, anainua grade, yeye anapata pesa, mkulima anahangaika. Hiyo ndio mimi nilisema tutafanya reform, na tumefanya reform sasa. Hakuna mtu ako na leseni kuzidi moja. Kama wewe ni mila, tunakupatia leseni ya milling. Kama wewe ni broker, tunakupatia leseni ya brokerage. Kama wewe ni mnunuzi kule Coffee Exchange, unapata leseni ya kufanya hiyo biashara. Ndio kila mtu akuwe na kazi moja. Na mnaona tofauti ya mwaka hizo 2 zilizopita na sasa, na mimi nataka niwahakikishie nitasimama kidete na wale makateli. Nimewaambia mambo yao ni matatu. Wale makateli wa kahawa, yes, nimewaambia wahame Kenya, ama isivyo tuwapeleke jela, ama wasikwama hapo mnajua vile tutafanya. Ndio na ama namna gani watu wa Kirinyaga? Tumekubaliana? Mimi nataka niwaambie vile vile maneno ya chai. Maneno ya chai mwaka huu 2024 tulipata 215 billion. Mwaka ule uliopita tulipata 180 billion. Mimi nataka niwaeleze watu wa Kirinyaga, average price ya chai ilikuwa 44 shillings in 2021-2022. Last year average price ikafika 64 shillings. Nia yangu in 3 years tunataka average price ya kilo moja ya chai ifike shilingi 100, kwa sababu tunataka mkulima afaidike na kilimo ya majani chai, because it is their right, na upate bonus nzuri. Na ndio tumesema ya kwamba tunaondoa ushuru kwa packaging material, tunaondoa ushuru kwa mambo yote ya chai, ndio tuhakikishe ya kwamba kuna value addition na kuna agro processing ya kutosha ya kahawa yetu. Hatuwezi kuendelea kuuza kahawa ikiwa semi process, ati tunauza chai yetu kwa magunia. Sasa tutakuwa tunauza chai yetu tukiweka value addition. Na nimeambia watu wa KTDA, serikali tunawapatia shilingi bilioni 1 watengeneze keteba ingine hapa Nairobi. Ndio wakati tunafanya value addition Kericho, tunafanya value addition hapa Nairobi, ndio mambo ya chai iweze kuinuka. Watu wa hapa mimi nawauliza, mimi nataka niwaulize watu wa hapa Kirinyaga, si mlinipatia kazi nisimamie masomo, si nimeajiri walimu, si nimepanga mambo ya CBC, si mliniambia niende nichukue kilimo, nipunguze gharama ya mbolea,
niongeze mapato ya kulima wa kahawa, niongeze mapato ya kilimo ya chai, nijenge soko kama hii, niunganishe stima, nipange mambo ya maendeleo. Hiyo kazi niendelee kufanya ama mnataka watu watuletee fitina? Niendelee niendelee? Niendelee kupanga hiyo kazi? Hiyo mlinipatia. Hata hii ya special economic zone, hata ile ya county aggregation and industrial park. Wangapi wanasema niendelee na hiyo kazi, nipange hiyo kazi? Bas, hiyo ndio kazi mlinipatia na mimi niko tayari kusukumana na hiyo kazi. Wanaume wengine wakiwa na maneno wakuja tukutane. Hakuna problem. Ama namna gani? Tunaelewana jameni? Hapa mimi niko na viongozi wengine wengi. Mimi sitaki kusema sana, najua imekuwa jioni, wamama wako hapa na kule nyumbani tunataka kutayarisha chakula. Si namna hiyo? Sasa wacha nichukue nafasi hii kwanza nimkaribishe naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Kithure Kindiki atusalimie. Kagio oye! Kirinyaga oye! Yaani hii ni Kagio? Hii ni Kirinyaga? Ala? Kumbe hii mambo inaishi tu kwa mitandao huko. Na mko serious? Kabisa kabisa. Mumekaribisha Rais William Ruto hapa Kirinyaga? Mko serious kabisa? Wacha nione kwa mikono wale wamekaribisha William Ruto kwa hii mahali. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya masaa niseme mambo mawili. Ya kwamba Rais amefika hapa leo kwetu Kirinyaga na hii area yetu ya Mlima Kenya kutoka jana, na ataendelea kuwa huku Mlima Kenya mpaka Saturday, na haja kuja hapa mambo ya mzaha. Amekuja hapa kwa sababu nyinyi mlimpatia kazi na kura yenu. Wakati mnapiga kura mkamwambia afanye ile mambo ambaye ametaja. Leo amekuja hapa 2.5 years half term kueleza ile hatua amepiga mpaka sasa kutimiza ahadi zake, na vile vile kuwaeleza ya kwamba zile ahadi ambazo bado hajatimiza ako na nia, ako na njia ya kuzitimisha kabla ya mwaka wa uchaguzi. Kwa hivyo Rais, President is here today for an accountability statement to account to the people of Kirinyaga. The work you gave him, how much he has been able to do, and what remains to assure you he is very, very, very clear in his mind. He needs to fulfill the remaining pledges, the remaining commitments before the next general election. Rais amesema mambo yetu hapa ya ukulima mahali imefika. Na hiyo sio propaganda. Nyinyi mnajua ya kwamba kahawa yetu 2022 ilikuwa 40, 50, 60 shillings mwisho. Leo factory zetu zinalipa 110, 120, zingine 130. Pale Embu kuna factory mbili zimelipa 140 na ingine 147 pale Embu. For the first time in 35 years, coffee farmers are getting the highest price in 35 years. Rais amefanya kazi hajafanya. Amesema mambo ya majani chai sitaki kurudia. Amesema vile vile wakati tunaomba kura, ikiwemo wakati tulikuja hapa Kagio, nilikuwa hapa. Tulikuwa na Anne Waiguru, tulikuwa na GK na timu yetu, our team ambao tulikuwa tunapigia debe Rais William Ruto kuwa rais wa Kenya. Tukasema mkichagua William Ruto, wanabiashara wadogo wadogo wakiwemo mama mboga lazima tuwajengee masoko ya kisasa yenye vifaa vya kisasa, mahali pako na heshima, mahali hata wale wa kina mama wananyonyesha watoto wao wawe na room special ya kunyonyesha watoto na kurudi kuuza sokoni. Rais amekuja hapa kututengenezea ama kuanzisha ujenzi wa soko mpya yetu ya Kagio, na amesema vile vile
Sio hiyo peke yake, masoko inaendelea saa hii kule Kianyaga, Kibingoti, Kimbembe na sehemu zingine katika Kirinyaga yetu. Rais amekuja saa hii amezindua mradi wa stima ya Kirinyaga, about 500 million for this county for 6,000 families or households, na ameagiza waziri wake wa stima aongeze by 400 million ndio watu wote wapate stima. Je, rais aendelee na kazi ama wachane nayo? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Wangapi wanasema Rais Ruto aendelee? Ya mwisho, unajua mimi kama 2 years hivi sikuwa nafanya hii mambo ya siasa, kwa sababu rais alikuwa amenipatia kazi ya kuwa waziri wa usalama wa taifa, na katika ile miaka miwili nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Kila siku nilikuwa naamkia kwenda katika mahali ambapo magaidi, majambazi na wale wahalifu sugu wametatiza wananchi wetu. Mnajua ya kwamba watu wengi kule Lamu, na kule Lamu kuna watu wengi ambao asili yao ni hapa mlimani, walikuwa na shida ya magaidi. Al-Shabaab wanawapiga kila siku. Nikafanya kazi huko, nikaenda North Rift, nikaenda North Eastern, and for 2 years every day I was doing security. Lakini miezi 4 ambayo imepita, rais amenipatia kibarua ingine. Hiyo kibarua nimepatiwa ni ya kuwa msaidizi wake mkuu ama mtu yake ya mkono ya kumsaidia kazi. Ndio hii soko ambaye ameanzisha. Nirudi hapa after 2 months. Hatuwezi kungojea mpaka rais akuje hapa tena. Lazima turudi hapa na waziri, turudi hapa na PS, turudi hapa na governor, turudi hapa na MP, tuhakikisha ya kwamba contractor is doing the right job and the contractor is on course. Vile hiyo mambo amesema ya stima iongezwe. Mimi ndio nitaenda kusukuma Opiyo Wandayi na Alex Wachira watekeleze amri ya rais. Si namna hiyo? Hiyo ndio kazi ya mtu ya mkono ya rais, ama namna gani? Vile mambo ambayo rais ametangaza hapa ya barabara, mambo ya maji, mwenye kufuatilia kwa niaba ya mkubwa wa nchi ni naibu wa rais. Sasa hii kazi ya heshima kubwa rais amenipatia. Ati sasa kuna watu nilikuwa nasikia hapo ati wakifanya mambo ya mizaha kwa ma TV na ma radio, ati wananiita Mr. Yes Man. Simulisikia hiyo maneno? Ati Mr. Na mimi nikashangaa sana, hata nikafikiria hao ni watu aina gani. Nikafikiria sikupata jibu. I don't understand what kind of people are this. Kwa sababu mimi vile naelewa, si nimesema vile nilikuwa nimeelewa kazi yangu ya security. Kazi yangu ya security ni kuwa front line. You lead from the front. Where the terrorists are, you go there with the officers. Where the bandits are, you go there with the officers. Sio kutoa amri ukiwa Nairobi. So kazi yangu kama naibu ya rais, kuna watu ati wananiambia ati kazi yangu ni kuwa mpinzani mkuu wa Rais William Ruto. Hiyo ni kazi ya deputy president? Sio ni kazi ya leader of opposition? Sikupinga rais, ni kazi ya mambo ya leader of opposition. Mimi ni mkutu ya mkono, msaidizi mkuu wa Rais William Ruto kukuamua maendeleo ya Kirinyaga, masoko, barabara, stima na maji. Wale wengine wanataka kupigana na rais, waingie upinzani, wapigane na rais huko. Si namna hiyo? Niendelee nisiendelee? Nisaidie William Ruto nikuwe mtu yake ya mkono? Yeye mwenyewe for 10 years, for how many years, alikuwa yes man wa Uhuru Kenyatta. Hata hapa mwisho wakati kulikuwa na matatizo kidogo, yeye ananing'inia hapo, anamuita boss. Hata akisukumwa kidogo anakatalia hapo, anasema yes sir.
leo ni rais ama si rais? Ni rais, si rais. Niendelee kusaidia William Ruto kukuamua maendeleo yetu. Kahawa yetu ipate bei, majani chai ipate bei, tupate barabara, tupate maji na masoko. Nionyesheni kwa mikono wale wanasema nisaidie rais. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wacha nimuite sasa Minji, gavana wetu wa hapa Kirinyaga. Kushukuru sana kwa sababu ya ushirikiano ya serikali kuu na kaunti ya Kirinyaga. Sisi Kirinyaga tulisema tumeweka siasa kando. Sasa ni wakati wa nini? Wa kazi na maendeleo. Nikushukuru kwa sababu hii soko yetu wewe umejitolea kutufanyia expansion na tumeongea na wenye soko. Mimi nimewaweka kule kwa Kabro. Mimi ningependa tu kuomba kwa sababu ya masaa najua wamengoja sana, sitaki kuongea sana. Your Excellency, nataka kuomba. Huyu contractor alikuwa amesema ni mwaka na nusu. Mimi nataka kuomba Your Excellency, hii soko wakifanya usiku na mchana, hii soko itamalizika na miezi 6 ama 7. Hivyo ndio ningependa kuomba. Nitarudia Your Excellency. Hii soko walikuwa wamesema kama mwaka moja na nusu. Mimi naomba contractor ambiwe afanye kazi usiku na mchana. Kwa sababu tuko na stima na tunaweza ongezea. Ndio hii soko imalizike na miezi 6. Imalizike na miezi 6. Mwanangu wanasema imalizike na miezi 6. Ya pili, Your Excellency, mimi ningetaka kuombea watu wa Kagio. Ile maji ulifungua pale iko upande wa Mwea. Hapo kwa barabara ndio boundary. Upande huu ni njia, upande huu ni Mwea. Na maji iko hapo katikati. Mimi ningependa kuomba Your Excellency, sio pesa mingi. Hata huyu contractor mwenye yuko hapa ama waziri Ellis ama pia Singa anaweza fanya hiyo kazi, sio kazi kubwa sana. Avukishe maji itoke upande huu ingie upande huu ndio tuweze kuvuta maji upande wa njia upande mwingine. Your Excellency, ya mwisho, huyu mtu ambaye amepewa kazi hapa, mimi nishaimwona tena, alikuwa huko upande wa Kutus. Yeye ndiye aliweka lami under Kenya Urban Support kutoka kwa ofisi yako kule Kutus. Mimi ningeomba ukiangalia Kagio, kwa sababu sasa soko itakuwa maridadi sana. Lakini ukiangalia barabara huku Kagio, ukiingia ni matope tupo. Mimi Your Excellency, pesa zangu hazijatosha lami. Pesa zangu zinatosha tu Mara. Mimi nataka kukuomba kilomita 3-4 upande huu, kilomita 3-4 upande huu, tuweke lami Kagio yote. Mimi nitakusaidia hapa mbele kumalizia na Kabro. Hata jirani. Na watetea. Na kujibu tu leo, Your Excellency. Ujibu tu saa hii ndio sasa watu wa Kagio watulie. Na mimi nilikuwa najua mahali nitakuwa nafuatilia. Your Excellency, mimi sasa kuomba maneno mengi, hiyo ingine tunapangana, na mimi najua hata huko Industrial Park stima itafika, lakini hizo maneno nimekuomba sasa Your Excellency. Ukijibu roho zetu zitulie. Haya. Naona huyu mama amenipatia mtihani. Anataka kuniangusha huyu.
lakini mtihani hawezi kuniangusha, si ndio? Kwanza nimekubaliana na yeye, hiyo wena wali mimi niko hapo, si ndio? Mimi nataka niwaulize, si nyinyi mmetupatia kazi sisi wote? Si MCA hapo na kazi, si mbunge hapo na kazi, si senata hapo na kazi, si gavana hapo na kazi, si mimi niko na kazi. Wakati wa uchaguzi sisi wote tutakuja hapa, si ndio? Nyinyi mtaniuliza soko tulikuuliza iko wapi, nitawaonyesha siku hiyo. Mtakuja hapa mniambie stima tulikwambia ututafutie iko wapi. Mtakuja kuniambia mambo ya kilimo, mtakuja kuniuliza mambo ya masomo ya watoto wenu, na mimi nitakuwa na majibu siku hiyo. Si kila mtu afanye kazi yake jameni? Si nyinyi ndio mtaamua baada ya miaka 5? Na ule mtu amefanya kazi nzuri